LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Mtazamaji, kama unavyofahamu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA inaendelea kuboresha na kusimamia huduma za usafiri ardhini hapa nchini ili kuhakikisha ufanisi, usalama na ubora wa huduma kwa wananchi wake. Nikukaribishe katika kipindi cha usafiri na maendeleo kinacholetwa kwenu na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, na kukujia muda na wakati kama huu. Utakuwa nami mtangazaji wako Nancy Amani, nikusiungane nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji, kipindi cha leo kinaangazia uboreshaji wa huduma za usafiri wa mjini kupitia mabasi yaendayo haraka, ambapo Moffat imekuja na ubunifu wa utoaji wa huduma za usafirishaji kwa kuwa na mabasi maalum ya kuwabeba wanafunzi wakati wa asubuhi wanapoenda mashuleni na kuwarudisha wakati wa jioni wanaporudi majumbani. Huduma hii inatolewa kwa njia za Mbagala kwenda Kivukoni, Mbagala kwenda Gerezani, Mbagala kwenda Ilala Boma, na vivyo hivyo kwa wakati wa jioni. Na vile vile kuwepo kwa huduma ya mabasi maalum ya kubeba wafanyabiashara samaki kutoka Kivukoni kuelekea Mbagala. Ni ukweli usiopingika kwamba huduma hizi za kampuni ya Moffat zimeleta manufaa makubwa kwa watumiaji wa huduma hizo. Kipindi cha usafiri na maendeleo kitakwenda kuona namna ambavyo wanafunzi hawa wanaelezea manufaa waliyopata tangu kuanza kwa huduma hizi, na vile vile namna ambavyo wafanyabiashara wa samaki wamekwenda kurahisishiwa huduma za usafirishaji. Mtazamaji, unaweza ukajiuliza ilikuwaje ikaja na ubunifu wa huduma hii ya kubeba wanafunzi. Nikuunganishe na Bwana Ramadhan Ali, afisa masoko kutoka Moffat, akielezea. Moffat ilivyoanza huduma Gerezani, hii ndio ilikuwa ni huduma yetu ya kwanza kabisa. Tuliwafikiria wanafunzi jinsi gani walivyokuwa wanapata shida. Sisi wenyewe tulikuwa wanafunzi, kwa hiyo tunajua shida ambazo tumezipitia, na tukasema hii shida tutaitatua vipi. Kwa hiyo tukaona wanafunzi tuje na huduma yao pekee ambayo watakuwa wanapanda mabasi yao kama wanafunzi, lakini utofauti wake tu ni shule tofauti kwenye basi moja. Kwa hiyo huduma ya Moffat bora ni ya wanafunzi, kwa sababu unaona ile furaha ambayo wanayo kwamba wanaenda kusafiri kama wanafunzi ambao wengine wenye mabasi ya njano yale. Kusema kweli inakufanya unakuwa na shauku ya kuzidi kufanya zaidi na zaidi. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kwa sisi hapa kama Moffat kutoa huduma ya wanafunzi, na kusema kweli hadi leo tunapata feedback nyingi sana kutoka kwa wazazi, wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo kwenye swala la huduma za wanafunzi tunajivunia kwa hilo, na tutazidi kuboresha huduma zetu kwa sababu uhitaji ni wingi sana wa wanafunzi. Kuna ruti za asubuhi ambayo inakuwa ni saa 11, saa 12 hadi saa 1, na kwa jioni pia inaanza saa 10 kwa sababu ndo muda mwingi sana wanafunzi wanakuwa wametoka. Kwa hiyo ni saa 10, saa 11, saa 12 hadi saa 11 pia. Mabasi yao yako manne.
Kwa hiyo hizo ndo ratiba zao, na tangu tumeanza Moffat tuna miezi mitano tu sasa hivi. Huu ni wa sita utakuwa. Ni vitu vingi sana tunataka tufanye. Ni huduma zetu tumeanza kuziboresha tangu tumeanza kupata maoni kutoka kwa abiria wetu. Tunajaribu kuboresha huduma kwa sababu sisi wenyewe pia ni wafanya biashara. Tunataka biashara yetu iwe bora, sababu mradi huo wa mwendokasi ni mradi ambao ni mpya, unakuwa. Ukija kuangalia sasa hivi miundombinu sehemu nyingi sana barabara zake zishaanza kutengenezwa. Kwa hiyo sisi kama Moffat Company Limited tunataka tuwe kinara, tuwe kama mfano. Kwa hiyo tuna mabasi mengi. Mimi naamini mabasi yote yakiwa nje yanafanya operation, sidhani kama kutakuwa kuna changamoto zozote, japokuwa najua changamoto haziepukiki, lakini tutajitahidi kuweza kuzitatua hizo changamoto. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Wanafunzi ni miongoni mwa kundi ambalo wamekuwa wakitumia usafiri wa umma, na kundi hili limekuwa likikutana na changamoto kadha wa kadha wanapotumia usafiri huo. Lakini hali ni tofauti kwa kampuni ya Moffat, ambapo wanafunzi wametengewa mabasi yao ya kuwabeba kutoka majumbani kuwapeleka mashuleni na kuwarudisha majumbani wanapotoka mashuleni. Naitwa Saidi Karim Buta, natokea Kizuiani. Kila asubuhi ninapoamka naenda kupanda mwendokasi kituo cha Kizuiani, napanda special za wanafunzi ambazo zinanifanya nawahi shule, nawahi vipindi, muda wa kurudi pia zinanifanya nawahi nyumbani mpaka ninapofika Kizuiani pale inakuwa mida ya saa 10 au saa 11. Nifanya nawahi nyumbani, naenda kumsaidia mama kazi za nyumbani. Nikifika kituoni nauli nalipa 200, nawahi nasafiri bila bugu. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimefika Kizuiani, wakati napanda daladala, nishapanda juu, konda akanisukumiza mpaka chini. Kaniambia gari limejaa na ile gari sipakiwi wanafunzi mwisho wa wiki. Lakini sasa hivi hali imebadilika, sio kama mwanzo. Kifika pale kituo cha Kizuiani napanda magari ya Moffat, nawahi shuleni na kwa hamna buguza yoyote. Niko hapa nasubiri usafiri wa mwendokasi ya Moffat, na tangu tupate usafiri wa mwendokasi ya Moffat imeturahisishia kuweza kupata huduma nzuri kufika nyumbani, kuliko katika kile kipindi tulichokuwa tunapanda daladala. Ilikuwa tunakaa sana kituoni, ilikuwa saa ingine tunakaa hadi saa 2 hatupati magari, tunahangaika, tunakataliwa na makonda, tunasukumwa na makonda. Lakini tangu tupate mwendokasi za Moffat imeturahisishia sana katika usafiri wetu kutoka nyumbani kuja shuleni, tunawahi. Saa ingine ilikuwa asubuhi, hata tukitoka nyumbani tunaamka saa 10 ila tunafika shule saa 3, lakini sasa hivi tukitoka hata saa 10 tunawahi kufika shuleni na tunawahi vipindi na tunawahi kurudi nyumbani kwa wakati. Kwa mimi ninavyoona, kwa maoni yangu, tangu ianze huduma ya Moffat, watu wengi wanapofahamu mwendokasi imerahisisha vitu vingi kwa wanafunzi na hata kwa wazazi wetu. Kwanza kwa wanafunzi, kwa wengine napata changamoto za usafiri wakati wa kwenda shule asubuhi, na hata muda wa kurudi wanapata changamoto za usafiri kwenye kuwahi kufika nyumbani. Kwa tangu ianze huduma hii imepitishia kwa vipindi, wengine wana vipindi vya asubuhi, na wazazi wetu wamerahisishwa kufika makazini kwa urahisi. Kwa upande wangu, kwa serikali imefanya kitu kizuri kwa kuanzisha huduma hii, maana imekuwa ina faida kwa kila mtu. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Nimefanya kazi nyingi na sehemu nyingi za kusafirisha abiria, lakini ninaona utofauti mkubwa kwenye hii kampuni ya Moffat. Tumekuwa na wanafunzi wengi sana asubuhi, na moja kati ya changamoto kubwa katika jiji la Dar es Salaam ni kusafirisha wanafunzi kwenye daradara huko mjini. Watoto ni wadogo, wanaamka usiku, wanagombea sana magari, wanapata shida. Lakini Moffat walichokifanya asubuhi kuanzia saa 12:30
tunatoa mabasi maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatuchanganyi mabasi asubuhi na abiria wengine. Kwa hiyo tunabeba hapo wanafunzi wetu asubuhi, tunawapeleka kama ni gerezani, kama ni Ilala, kama ni Kivukoni, zinakuwepo hizo basi special. Lakini pia sasa hivi mchana pia wanapokuwa wametoka shule, kuanzia ile saa 9 saa 10 wanakuwa wengi sana. Kuna wakati sasa hawa mabosi wetu ambao ni matio kwenye vituo wanatuambia madereva, mfano anaweza kaambia Makongoro, usipakie abiria huku, nenda uhamiaji kwa ajili ya kubeba wanafunzi kwa sababu wameshatoka shule, wako wengi. Ni vizuri kufanya hivyo kwa sababu pia ya usalama wao. Lakini sisi pia kama madereva tunajitahidi kufanya hii kazi tukizingatia taratibu tulizowekewa, na tunajua yani sisi tunachokijua, tunajua abiria wetu wanahitaji nini kutoka kwetu, tunajua hawa wanafunzi wanahitaji nini kutoka kwetu, lakini zaidi tunajua mwajiri wetu pia anahitaji nini kutoka kwetu sisi madereva. Kwa hiyo tunajitahidi, tunafanya kazi kwa makini, tunafuata maelekezo na Mungu anatusaidia, tunaendelea vizuri. Kwa Mungu ni mwema. Kwa hiyo nitumia nafasi hii kuwaalika wana Dar es Salaam waje kutumia usafiri. Tuko tayari kuwasafirisha, tuko tayari kuwasikiliza, tutawasikiliza na tutawavumilia. Tunaomba na wao watuvumilie ili maisha yaendelee. Kwa upande wa wanafunzi pia wanashukuru. Nikikumbuka wakati naendesha daladala za Kawe, aisee, wanafunzi walikuwa wanapata tabu, lakini sasa hivi na gari ya Moffat naendesha Boma Mbagala, yaani naweza gari nzima napakia wanafunzi watupu. Wakishuka pale hapa Mivinjeni, wakishuka wengine Keko, yaani unaweza kusema kama daladala hawezi kufanya hiyo kitu, lakini Moffat hata wanafunzi wanashukuru sana, wamoja kwa wasaidia. Sasa hivi hata msongamano ukienda Rangi Tatu hakuna wanafunzi msongamano Rangi Tatu hakuna, wote washajua taratibu kwamba tunaenda kwenye Moffat, tunapanda usafiri wa mwendo kasi, tunafika kwa wakati. Mimi kama dereva, usalama wao kwanza, tunaingia kwenye platform, kishaingia kwenye platform tunahakikisha wote wamepanda, alafu unafunga milango, safari inaanza. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, huduma ya pili maalum ni kubeba wafanyabiashara samaki kutoka Kivukoni mpaka Mbagala kwenye shughuli zao. Kipindi cha Usafiri na Maendeleo kilikutana na wafanyabiashara hawa wakielezea ni namna gani ambavyo huduma hii imeboresha biashara zao. Huduma hii sisi tunasema tunashukuru, inatusaidia kwa sababu tunakuja kuchukua samaki na tunarudi kwa wakati, tofauti na mwanzo ilivyoanza. Kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru, ila tu wazidi kuangalia kwa sababu kila mtu anakuja kununua samaki kwa muda wake kulingana na soko. Sasa unaweza kukuta samaki kidogo, mimi hela yangu ni nyingi, nikanunua mapema nikaondoka nikaliwahi usafiri. Ina maana kuanzia hii saa 5 kamili, saa 5:30 tunaondoka, lakini kuna wengine nyuma wapo wanakosa huduma hii, inabidi waende wakapande daladala. Wengine wana biashara mchana samaki. Sasa samaki wengine wanaleta saa 10, wanakaanga saa 9, saa 8, inategemea na mtu biashara yake anapoanza. Mwingine mpaka usiku anauza mpaka saa 2, saa 3, mtu yuko mpaka saa 4 amemaliza samaki wake, asubuhi na yake hapo. Kwa hiyo maana wao watuangalie sisi wafanya biashara, je, tuko wengi kiasi gani, bado tunahitaji huduma kuboreshia, ambao kuna wengine bado hapo sokoni. Lakini tunashukuru kwa huduma hii imetusaidia. Kwa tunaumia sana usafiri. Kwa sasa hivi hatuumii. Tunashukuru wazidi kuboresha. Ilivyokuwa mwanzo tulianza ile nauli ya 750. Na sasa hivi ni hiyo 1000. Mimi naona ni sawa kwa sababu 1000 hata nyuma tulikuwa tunapanda kwenye daladala tunalipa 1000. Hiyo hiyo tunashuka Rangi Tatu. Ila kwa huku tulikuwa tunapanda tena nini? 500 mpaka station. Pande na bajaji 500 hadi station tupande gari ambazo mwisho Rangi Tatu. Ni 1000, ni 1500. Lakini kwa sasa tunashukuru ametuboresha, tunalipa 1000, tunashuka za KM Rangi Tatu. Popote tunapotaka kushuka, ina maana kwa 1000 yako hiyo tunashukuru na tunaenda kwa wakati. Kwa kufanya biashara ukishanunua samaki wakati kukaa muda mrefu, wakipata joto wanaharibika. Kwa hiyo anapotuaisha tunashukuru na sisi tunaenda kufanya huduma zetu mapema. Tuko usafiri wa mwendo kasi umeanza. Tunashukuru wanatusafirisha vizuri bila matatizo yoyote. Tumetuletea urahisi kidogo wauza samaki wa sisi ambao tunafanya biashara samaki. Tunakata tiketi tu na tunaingia kwenye basi, hatuchajiwi. Na hiyo ilikuwa
ndo kero kubwa ilikuwa, lakini sasa hivi kero hiyo haipo. Kwa kweli mzigo ilikuwa unalipa 500, 700, ulikuwa hauna hesabu maalum, nategemea na mzigo unaobeba, lakini kutoka kuja mwendo kasi habari hizo hamna. Kwa hiyo kwa jambo hilo tunashukuru sana. Nashukuru kwa kufika kwenu katika kituo cha mwendo kasi katika gari hili. Napenda kupongeza serikali kwamba ameturahisishia katika usafiri wa mwendo kasi kufika kwa wakati. Lakini nifanya biashara kwa dagaa, samaki, feri, naenda Pagala, Sulungule na kuuzia. Ina maana utaratibu uliopanga umepanga vizuri, ila tulikuwa tunaomba ukituongezea ule muda ule ambaye baada ya saa 3:30 kuna saa 4 na saa 5:30 kama hili, yaani katikati mkituwekea vile usafiri mwingine, imbali kuna baadhi wengine hapa katikati hapa huwa kuna changamoto wengine wala kwa usafiri na kufahamina. Kwa hiyo na salamu kama upo tekaniko tungeongezewa usafiri mwingine. Sasa hivi ilipo la saa 3:30, ilipo la saa 4, la saa 5:30 ndio hili. Alafu liko la saa 9:30. Hata hapa katikati hapa tunapata changamoto kubwa sana kutokana na usafiri wa jumla. Moja ya faida ya huduma hii maalum ya kubeba wafanyabiashara samaki ni kuokoa muda na kuongeza kipato. Bwana Ramadhan Ali, afisa masoko kutoka kampuni ya Moffat, anafafanua zaidi. Tulipokuwa tunaanza operation, tulikuwa tunaelewa kivukoni wafanyabiashara wa samaki, na tulikuwa tunaangalia ni jinsi gani tutatatua au tutawasaidia waweze kufika kwa haraka kwenye biashara zao, na tukaja kugundua kwamba tukisema wao wanasafiri pamoja na abiria wengine wa kawaida, inaweza ikawa ni kero kwa wengine na pia wenyewe wakaona kama hatuwatendei haki. Kwa hiyo tukaja na idea ambayo wenyewe wakawa wanapanda mabasi yao pekee ambayo ilikuwa waingiliani na abiria wa kawaida. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto baadhi, na tulijaribu kukaa nao kuwasikiliza maoni yao, wakatuambia ratiba zao, na hadi sasa tunavyoongea tuna mabasi special kwa ajili ya wafanyabiashara wa samaki ambayo yanaanza kuanzia saa 2:30, saa 3:30, saa 4:30, saa 5:30. Tumepata maoni kutoka kwao kwamba wanasema kwamba at least tuwaongezee basi ambayo litaenda kwenye saa 6:30. Tumelipokea hilo na tutajaribu kukaa na uongozi na kuangalia uhitaji unapozidi kuongezeka, na sisi huduma zetu tutazidi kuziongeza kwao. Kwa hiyo tumejaribu kuongea nao na tutawafurahisha zaidi. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Nimefanya kazi nyingi na sehemu nyingi za kusafirisha abiria, lakini ninaona utofauti mkubwa kwenye hii kampuni ya Moffat kwa sababu ina vitu vingi ambavyo nimeviona ni tofauti na sehemu zingine ambazo tumekuwa tukifanya kazi za kusafirisha abiria. Kwa mfano, sasa hivi mabasi yetu haya tunasafirisha abiria, lakini kwa sababu kampuni ilitambua tuna wafanyabiashara wa samaki wanaotumia mabasi yetu ya kampuni ya Moffat, wametengewa mabasi maalum kwa ajili yao. Kwa nafikiri waliona umuhimu wa kutokuchanganya abiria na samaki, lakini pia waliona umuhimu wao kwa sababu wangesema labda tusiwasafirishe, lakini wakaona hawa kwa sababu ni abiria wetu na tuna kazi yetu ni kusafirisha abiria wetu, wakaamua kutenga basi maalum kwa ajili ya kufanya biashara ya samaki. Na kweli tukifika kivukoni, gari zetu zipo special kabisa kwa ajili ya wafanyabiashara wa samaki, hatuwachanganye na abiria. Na uzoefu wa hizi kazi za kubeba abiria, ikiwemo kwamba nishawahi kufanya kazi kwenye kampuni ya UDA, fanya kazi feri, kwa nabeba watu wa samaki. Nilikuwa naona kweli changamoto watu wa samaki sio kwa nipata. Watu wa samaki wakati tunaingiza UDA kule, kwa nafanya kazi walikuwa wanategemea sana UDA ili kuwaleta hapa Mbagala. Sasa ikaenda UDA baada ya kuisha wakawa wanapanda bajaji, bado walikuwa na changamoto. Kwa kweli tunashukuru kwanza kuja Moffat. Mimi kama dereva na changamoto za abiria nazijua, na hasa kama wauza samaki nazijua sana. Nimefanya kazi sana miaka mingi sana kule feri kuhusu usafirishaji. Sasa hivi mimi naona wana raha sana. Kwanza kibiashara
walikuwa zile boksi zile, ukipakia kwenye guta lao la nini bajaji wanalipa hela nyingi, lakini sasa hivi wanaona wanalipa nauli tu, maboksi yao yanaenda free tu. Kina mama nayo pia wale wenye ndoo nayo pia walikuwa na changamoto, walikuwa wanachadiwa ndoo na wenyewe, lakini sasa hivi kidogo wamepangiwa ratiba ya gari yao maalum, lipo zinaenda kwa wakati, wanapanda kwa wakati, wanafika kwa wakati. Hilo naona ndo jambo la msingi zuri ambalo wafurahie usafiri wetu. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, nikukaribishe kwenye kipengele chetu pendwa kabisa cha swali la wiki, na nikukumbushe tu swali la wiki iliyopita lilikuwa linasema hivi: taja faida 3 za mafunzo yaliyotolewa na LATRA kwa wafanyakazi mahususi wa treni ya kisasa SGR yaliyofanyika katika stesheni 5 za TRC. Na mshindi wa swali hili anakwenda kwa jina la Professor_Robert aliyejibu kwa usahihi na ambaye amejishindia zawadi nono kutoka LATRA. Mtazamaji, swali la wiki hii linasema hivi: taja huduma 2 maalum zinazotolewa katika mradi wa mabasi yaendayo haraka awamu ya pili. Vilevile tutajie faida 3 za huduma hizo. Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mpaka kufikia hapo ndo mwisho kipindi chetu cha usafiri na maendeleo, ambapo kimeangazia utoaji wa huduma za usafiri maalum. Mtazamaji, katika kipindi hiki umepata kuwatizama wanafunzi pamoja na wafanyabiashara wa samaki wakielezea changamoto ambazo walikuwa wakikutana nazo kabla ya huduma hii maalum, na vilevile namna ambavyo wanafunzi hawa pamoja na wafanyabiashara wa samaki wamenufaika na huduma hii maalum ya usafirishaji. Pia umemtizama Bwana Ramadhan Ali, afisa masoko kutoka Moffat, akielezea ni jinsi gani walivyokuja na ubunifu wa huduma hii ya wanafunzi pamoja na wafanyabiashara wa samaki. Mtazamaji, ni kusihi uendelee kuhabarika na LATRA kupitia mitandao yote ya kijamii, yani Facebook, Instagram na X, na vilevile tovuti ya LATRA, yani www.latra.go.tz. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nancy Amani, ni kuage kwa sasa. Pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja, lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.